Naombeni ushauri kutoka kwenu. Huyu ni dada yangu wa kazi, mimi ni bosi wake. Namlipa pesa vizuri kabisa. Sawa? Lakini dada anakuja kwangu, anafanya usafi, anapika na kuondoka kulala kwake. Nikamwambia hivi, dada yangu, sitakuwa nakula hapa. Akasema hivi, hapana, mimi nitakuwa nafanya usafi, naenda kula kwangu. Nikasema sawa, namlipa vizuri mshahara. Mimi bana ni msela. Usinione hivi, yani mimi naitwa single boy. Lakini sasa mimi nikinunua hata mikate nikiweka ndani nini na nini, baadaye nitaitumia. Dada yangu akipiga usafi, anapika chai na kula, anaondoka. Nikimuuliza nasema sio mimi, nasema sawa. Siku moja nikakaa nikawaza. Unajua kuna kopo kubwa la sukari hivi, sema hapa sikuja nalo ningeonyesheni. Lile kopo ile kubwa la sukari, mbona niliwahi kuwekaga sisimizi wengi tu. Sasa dada akichukua sukari pia sisimizi anawatoa. Sasa mimi mwisho wa siku nikagundua, nikaona sister anatumia yani jinsi tulivyokubaliana sivyo. Sasa mimi nilikuwa naomba ushauri wenu. Mimi hapa nilikuwa nataka tu hapa mimi nimwachishe kazi kwa sababu mimi ananidanganya. Sasa wewe kama wewe ambao unanisikiliza, mshabiki wangu, je, wewe kama wewe una mawazo gani, una mchango gani? Ama kama ni uongo labda yeye mwenyewe aseme. Mimi ndugu zangu, jamani, naombeni mniombee msamaha kwa bosi wangu. Bosi wangu nimemkosea, naomba nisamee sana. Hamna binadamu ambaye akosei, vitu vingine nitajirekebisha na hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mniombee msamaha kwa bosi wangu. Yote niliyoyatenda nitajirekebisha na nitakuwa mtu mzuri na nitafanya kazi vyema. Sawa, tumemsikiliza. Yeye kama yeye amesema kwamba nyinyi mniombee msamaha, nyinyi mumuombe yeye msamaha kwa kupita kwangu mimi. Sasa ni hivi, mimi naangalia comments. Nikiona wengi wanasema nimsamee, mimi nitamsamee. Yaani mimi nakwambia, wengi wakisema nikusamee na kusamee. Nikiona wengi wanasema nisikusamee, basi